Yaani muda wote nagonga uko unafanya nini? Sikusikia dada. Mbona jitetemeshe? Tuondoke maana tupakie chakula kingine tuna njaa. Najisikia vibaya sana. Kichwa kinaniuma na mwili umechemka. Nasikia baridi. Kwa leo nimeshindwa kupika. Kwa hiyo ukiwa unaumwa, watu hatuli hapa ndani. Hawafanyi kazi zozote hapa ndani. Kuna siku umeshasikia mimi bosi naumwa, nimekataa kupa mshahara kwamba bosi anaumwa leo atoi hela. Kwa kumbuka kuna nusu nini? Nataka unipikie na sio maswali mengine. Umenisikia? Kuumwa kwenu sio kwangu. Kwangu umekuja kufanya kazi mwanangu wewe. Na wewe. Hebu acha upumbavu. Hivi unajitambua wewe? Huyu ni binadamu kama binadamu wengine. Umeona anaumwa mpaka mtu anatetemeka kabisa hivi. Haya, wewe unavyosema huyu akakupikia kaenda akakufia huko ndani. Mbona unashindwa kuwa na utu wa binadamu wewe? Isitoshe ni mwanamke mwenzako. Angekuwa ni mtoto wako anafanyiwa hivi ungejisikiaje? Huyu naye ana nyama, ana damu. Anaumia. Kwa kama hivi anaumwa ni kitendo cha kwenda hospitali kumpeleka mtoto wote hospitalini tukamwangalia shida ni nini. Lakini wewe unaanza kuchukua maamuzi ya kutaka kuanza kumpiga bila kujali hata hali yake. Ukiingia jikoni wewe ukapika unapungukiwa nini? Kwani kabla huyu ajaja tujapata hizo hela za kumwajiri huyu, aliyekuwa anafanya kazi huko ndani ni nani? Sikia. Namchukua nampeleka hospitali. Nikirudi huko ndani, nikukuta umepika umefanya kila kitu. Na sio leo tu. Wiki nzima mpaka huyu atapojisikia sawa. Na swala la kwanza kumnyanyapaa na kwanza kumfokea. Huyu ni binadamu kama binadamu wengine. Ni mtoto. Yaani huyu ni kama mtoto wetu tunaishi naye huko ndani. Kitendo cha kumwajiri sio chanzo cha kumpelekesha. Umesikia? Haya, ingia ndani ukafanye kila kitu. Mimi nampeleka huyo hospitalini. Nisamee mdogo wangu. Faster. Yaani wiki nzima unatakiwa ufanye kazi humu ndani. Pole sana mamangu. Une ukaididu.